Hivi bwana, katika dunia maisha tunasema kwamba maisha ni mtihani, na ujuavyo kwamba mtihani unahitaji kwamba uwe umedurusu, umefanya mazoezi ya kutosha ili kwamba uweze kuupasi mtihani, au la sivyo uwe umehudhuria mihadhara yote pale shuleni au darasani, ili kwamba yale ambayo yalifundishwa katika darasa uweze kuyamanya, yani kuyajua. Wanasema kwamba katika maisha ya sasa, maisha ni mtihani mgumu sana katika maisha ya kijana au mvulana ama mwanadamu wa kiume. Nasemekana hivi, ndugu yangu, sikiliza hii, kwamba kuzaliwa mwanamume ni mtihani wa kwanza. Kuzaliwa tu mwanamume ni mtihani wa kwanza, sababu viumbe hawa ni nadra sana wazaliwe. Hivi inamaanisha nini? Watu wa jinsia ya kike ni wengi kushinda watu wa jinsia ya kiume. Unapata hiyo? Mtihani ya pili ni huu, masuala ya kiakademia au elimu. Ukienda katika vyuo vikuu utapata kwamba watu wengi ambao wanawachia masomo njiani ama ambao wanasoma kwa miaka mingi, iwapo kozi inachukua miaka 4, wale ambao wanasoma kwa miaka zaidi ya 5 ni yule kijana. Kwa nini? Kwamba inasemekana, ni tetesi, kwamba wenzetu wa jinsia ya kike wanapofeli mitihani kule katika vyuo vikuu, kuna lugha ambayo wanazungumza alafu wanawekewa alama, hata kama alifeli wanarekebisha. Lakini kija kwa njia ama kwa upande wa yule wa kiume, basi mambo yanakuwa tofauti. Sijui wewe unasema vipi, lakini kumbuka hiyo ndio hali halisi hapa. Mtihani mwingine ni huu, kienda katika sehemu za ajira. Hivi mwanamume anapoenda kutafuta ajira anaulizwa kwamba your work experience, lazima uwe na work experience ya miaka 3, 4, 5 hivi kwamba iliweze kuajiriwa. Lakini yule mwanadada anapojitokeza tu pale, kitu cha kwanza wanasema kuna ile sheria ya thuluthi tatu, yani a third rule gender, kwamba lazima katika ajira yoyote inayofanyika kuwe na thuluthi tatu ya watu wa jinsia ya kike waliajiriwa. Hivi mbona ikawa hivyo kwamba hakuna sheria inayowatetea kijana wa kiume? Inakuaje ndugu yangu? Ndipo sasa tunasema kwamba kuzaliwa mwanaume ni mtihani. Fikiria, huyu ni mwanamume ama kijana wa kiume ambaye ameenda kutafuta kazi. Anapoulizwa swali liwe ligumu akatabasamu, yule anayemfanyisha ile interview ama mahojiano atamwambia, kama hauko tayari kufanya mahojiano haya ama kufanya interview hii, ondoka hapa, unanipotezea muda. Lakini yule hakika akienda pale bwana, amuulize swali liwe ligumu, akitabasamu tu hivi, asiwa kama ile anayefanyisha interview ile awe ni wa kiume, basi anawekewa alama bila ya kujibu. Ndio mtihani na hali halisi ya maisha kama hivi. Tunasema hivi, kuzaliwa mwanamume ni mtihani. Hebu angalia, tunazungumzia kuhusu ajira ughaibuni bwana. Unasikia kila uchao kwamba watu wanaenda kazi kule ughaibuni. Niambie, ni watu wa jinsia ya kiume wangapi huenda ikilinganishwa na wa jinsia ya kike? Utapata kwamba wa jinsia ya kike huenda wengi kuwazidi wale wa jinsia ya kiume. Kwa nini? Inasemekana kwamba kazi za huko majuu nyingi zinapatikana zile za ndani ama za nyumba, na wale wanaofanya kazi za nyumba ni wa jinsia ya kike. Sasa wale wa kiume inakuwa balaa. Huo ni mtihani mwingine. Na iwapo basi watapata nafasi ya kwenda kule, utapata kwamba wanaenda kufanya masuala ya kupigana vita na kudhibiti usalama katika mataifa mengine, kama ilivyokuwa katika taifa la Russia. Wakenya wengi wameuliwa huko, hasa wa jinsia ya kiume. Mwahi kuona kwamba kuna ile jinsia ya kike kwamba wameangaziwa sana, kwamba walienda kule katika kujiunga na jeshi la Russia? Hamna. Ndipo tunasema leo katika gumzo la sanaa kwamba kuzaliwa mwanamume ni mtihani. Basi kama unaona una maoni tofauti, basi weka pale katika comment section. Tutakuwa tunasoma maoni yako muda mchache ijayo. Usiende mbali, mie ni Mwalimu Sikujua.